Utakubaliana nami ama ukatae, lakini ndivyo uhalisia wenyewe ulivyo. Wanadamu walio wengi hupoteza maisha yao pendwa hasa wakati wa usiku ukilinganisha na mchana. Wataalamu wanasema kuwa vifo mara nyingi hutokea wakati wa usiku kati ya saa 4 usiku hadi saa 12 alfajiri, na hii hutokana na mchanganyiko wa sababu mbalimbali za kisaikolojia, kibiolojia na kimazingira. Zipo sababu nyingi sana, lakini mimi kutokana na muda nitakutajia chache kabisa. Sababu ya kwanza ni circadian rhythm change, yaani mabadiliko ya mduara wa siku. Wakati wa usiku kiwango cha upumuaji na shinikizo la damu hupungua wakati kati ya 10 hadi 20 ukilinganisha na mchana. Upumuaji hupungua, joto la mwili hushuka, swala ambalo linaweza kupelekea hatari. Hata hivyo, katika saa za asubuhi saa 10 hadi saa 12 alfajiri kuna ongezeko kubwa la ghafla mapigo ya moyo na shinikizo la damu, kwani mwili unakuwa katika hali ya kujiandaa kuamka, jambo hili ambalo linaweza kusababisha usumbufu mkubwa wa moyo na hivyo kupelekea kifo kwa watu wenye matatizo ya moyo. Sababu nyingine ni moyo kukamatwa ghafla. Hiki ndicho chanzo kikuu wakati wa usingizi, kikichangia kati ya 90% ya vifo vya ghafla visivyotarajiwa wakati wa usiku. Mara nyingi husababishwa na matatizo ya mdundo wa moyo na mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida. Sababu nyingine ni kufungwa kwa njia ya hewa. Mwili unapoelekea usingizini, njia za hewa hufungwa, yaani binadamu anabaki akipumua kwa mbali sana, kitendo ambacho kinaweza kusababisha kifo kwa watu wenye matatizo sugu ya mapafu na ugonjwa wa pumu. Sababu nyingine ni matukio yasiyotarajiwa, yaani wakati wa usiku mtu huwa vigumu kupata msaada, hasa pale ambapo unauguliwa ghafla, kitu ambacho kinaweza kupelekea kufiwa na mgonjwa. Hebu fikiria kama utauguliwa ghafla halafu uhitaji msaada wa kwenda hospitali. Mara nyingi huwa vigumu kupata usaidizi na msaada wa kiusafiri kuyafikia matibabu. Sababu nyingine ni hali maalumu. Watu wenye kisukari cha aina ya kwanza wanaweza kufa kutokana na hypoglycemia ya ghafla ambayo mara nyingi hupanda wakati wa usiku. Sababu nyingine ni unene wa damu. Shughuli za kuganda huongezeka kutokana na kwamba mapigo ya moyo yamepungua na shinikizo la damu hupungua. Hivyo shughuli za kuganda kwa damu nayo pia huongezeka, swala ambalo linaweza kusababisha mishipa ya damu kuziba kirahisi na kupelekea mtu kufa kwa kiharusi. Sababu nyingine ni SUDEP, yani sudden unexpected epileptic death, yaani kifo cha ghafla kisichotarajiwa, hasa kwa wenye kifafa. Mara nyingi watu wenye kifafa hali inaweza kuwa tete usiku na kupelekea kifo chake. Hizi zilikuwa ni sababu chache kwa nini watu mara nyingi hufariki wakati wa usiku kuliko mchana. Asanteni, kwa heri na karibu.